eti abaya ubaya ubwela. 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 Ubaya. Sijui ananisikia huku ndani. Mwanamke nikiingia huko ndani lazima kuwe na ugomvi wa abaya. Atakuwa kashalala. Nitakuwa nafanya hivi. Natoka alfajiri kabisa kabla kwili hajanya, kabla jogoo hajawika na sepa. Narudi usiku wa manane akiwa amelala hadi idi ipite. Najua kesi za abaya zitakuwa hazipo tena. Mimi hapa mwenyewe. Odi mke wangu Bimlole. Bimlole kipenzi changu. We ingia, mlango uko wazi. Kumbe bado uko macho mtu. Asalamu alaykum. Kaparamba mdende mlamba kidali wewe. Nimeasikia maneno yako yote ulikuwa unazungumza hapo nje. Ukiatanguliza na wimbo eti abaya ubaya ubwela. Abaya ubaya. Sasa mimi nakwambiaje? Wewe si umesema kwamba utakuja usiku wa manane nikiwa nimelala. Utaamka alfajiri nikiwa nimelala. Sasa mimi nakwambiaje? Nitakuwa natoboa usiku kucha hadi urudi tuzungumze hapa wewe mwanaume. Jukumu la kununua abaya ni la kwako. Lazima uninunulie abaya. Kweli kingoni mwako kikulacho kula nguo zako nguo zinaliwa na kilichokuweko nguo zako zikulacho kula kwako. Wewe mke wangu Bimlole, mimi siwezi kukusaliti wewe hata siku moja. Mimi nisikununulia abaya wewe nitamnunulia nani mke wangu? Nitamnunulia nani mimi? Lazima nikununulia abaya kama nilivyokuahidi mke wangu kwamba abaya nimeiagiza kutoka Oman inakuja. Wewe jichetue tu, ukileta mzaha hii sikukuu naenda kuilia kuzimu nakwambia. Usifanye ngwa utaenda kuilia kuzimu kweli, hapata kalika hapa ndani. Unajua leo chungu cha ngapi? Chungu cha ngapi? Chungu gani hicho mke wangu? Si chungu tena, hilo ni jungu kuli sokosa ukoko. Au unazungumzia chungu gani? Yaani kila mtu atachanganikiwa kwa wakati wake. Wewe, mimi sizungumzii chungu cha kupikia makande. Nauliza leo ni chungu cha ngapi? Yaani somu ya ngapi leo? Hapo nimekuelewa mke wangu. Leo ni chungu cha 27. Haya, mpaka sasa hivi bado siku 2 ama 3 za kufunga. Inategemea na mwandamo wa mwezi. Idi inakaribia mme wangu. Hadi leo kila siku unaniambia tu sijui abaya linakuja, lipo njiani, linatoka Oman. Hilo abaya gani halifiki? Halifiki wiki nzima unasema linatumwa tu. Mke wangu, kwa nini uniamini lakini mama chanja? Mimi nimekuahidi kwamba nitakununulia abaya. Na abaya nitakayokununulia mimi ni new brand kabisa. Yale ambayo yana gold humu chingoni, yana gold kwenye mikono na kwenye huku chini huku. Sasa hayo maabaya huku Bongo hayapo, umeona? Ndio maana nikasema ngoja nikuagizie Oman. Ni abaya ambayo ni very classic. Ukilivaa wewe utakuwa unique. Hakuna mtu yeyote atakayokuwa nalo. Sasa mwanangu, mbona sasa unaanza kunikazilia mimi? Unaniona kama mimi muongo? Mimi sio muongo mke wangu, subiri abaya mama chanja. Nimechoka kusubiri we baba. Kila siku unaniambia tu subiri. Abaya linakuja. Siku zinakwenda tu. Mwisho wa siku Idi ifike hapa nimevaa haya masalabili yangu. Hilo swala haliwezekani. Wenzangu wote mtaani washapata maabaya yao. Wamenunuliwa na wanaume zao. Wakina mama Subira, mama Kiduli, mama Kijedi, wote wana maabaya. Mimi tu ndo sina. Kila siku unanipiga kalenda. We mwanaume, nalitaka hilo abaya leo au kesho. Usijifananishe na marafiki zako mke wangu. Wewe nimekuagizia abaya brand kutoka Oman. Wao wamenunua Kariakoo Karume. Sasa si vitu viwili tofauti. Kwanza wao wana haraka sana. Waswahili wanasema hivi, simba anayekula nyama ndiye mwenda pole. Ndio hivyo kweli. Simba anakwenda pole huku anakula nyama. Nyama ya simba yenye pole pole ndio pole ni nyama anayokula. Au kula nyama simba mwachie pole. Pole gani kwenye simba? Nyama ni simba na pole ni pole. Pole yako mke wangu. Umeona unavyochanganikiwa? Unachanganikiwa kitundu. Hata methali zinakushinda. Simba mwenda pole ndio mla nyama. Sawa, mimi sijakataa ni simba mwenda pole. Nitakula hizo nyama. Lakini mbona zinakawia? Siku zimekwisha baba chanja. Nalitaka abaya langu. Usiwe na wasiwasi mke wangu. Mimi nakuahidi abaya litafika hapa nyumbani kabla ya Idi. Kwa sababu tu nimewatraki wale jamaa. Nimeona container lipo kisiwa cha Ngazija linakaribia kuingia Tanzania. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi mke wangu, abaya linakuja. Kwa nini unakuwa na wasiwasi na mablack America wewe? Sisi tumenyooka. Kesho ndo siku ya mwisho kusubiri. Mimi nimechoka kusubiri kwa kweli. Kesho ndo siku ya mwisho. Yaani ikipita kesho tu, siku zinazofuata ni midundo mtupu. Hapata kalika hapa ndani. Uncle, I know it is my first time to record, lakini I want to do wonders. Title song kaswida yangu inaitwa Abaya Ubaya Ubwela. Abaya Ubaya Ubwela. Abaya Ubaya Ubwela. Aise we bwana, tayari ushajiandaa? Kitambo. Kwa hiyo ni minye. Shega minya. Haya na minya. Na achia Achie baba.
Alhabibi Shemtoi. Hivi ni nani anauza abaya kwa bei ya jogo na mimi ninunue? Hivi ni nani anauza abaya kwa bei ya jogo na mimi ninunue? Nimeambiwa ubaya ubwela nijirudi nyumbani bila ya abaya. Hivi ni nani anauza abaya kwa bei ya jogo na mimi ninunue? Mashallah, umeua bwana mdogo, hii itakwenda mbali. Kweli mjomba? Nakwambia hii itakwenda mbali. Tena mimi nilikuwa nakuchukulia poa, nikasema huyu bwana mdogo haja kuniharibia maiki zangu tu hapa studio. Kumbe bwana Melody wazijua. We bwana Melody wazijua. Vipi kiongozi? Mzigo wangu tayari? Nguo yako tayari bosi, na nimeshona vile vile kama ulivyonielekeza, lakini nataka nikuulize kitu kimoja kama mwanaume mwenzangu. Hivi ile nguo unampelekea nani rafiki yangu? We nawe kusoma uwezi hata picha winyoni. Si nimekwambia uishone katika muundo wa abaya. Sasa kama nimekwambia uishone kwenye muundo wa abaya, maana yake ni nini? Sinampelekea mke wangu. Ile ni nguo abaya ile. I say brother, mimi nakwambia kama kaka yangu, kama mwanaume mwenzangu, hii nguo siku utakayompelekea mke wako ndo siku hiyo hiyo mtakayoachana, kwa sababu hiki kitambaa si kitambaa cha abaya hiki brother. Hiki ni kitambaa cha kaniki. Huwa wanatumia waganga wa kienyeji na wachawi. Asa mimi ndo uwezo wangu lipoishia, ningefanya nini tena? Huo ndo uwezo wangu mjomba, mimi ningefanya nini? Mimi sina uwezo wa kununua abaya sijui 300,000, 250,000. Mimi nitaitoa wapi hiyo pesa mjomba? Hicho ndo nilichojaliwa. Kitambaa hicho nimenunua 5,000 na mashono umeniambia 5,000, 10,000 ndo uwezo wangu mjomba. Mimi ninaweza kununua abaya za 200,000 kwa unavyoniona. Hebu fanya hivi, mimi mke wangu nishamwaahidi kwamba nimeagiza abaya Oman. Kwa hiyo wewe kama umeishona vizuri, mimi nitainyosha pasi, nitampelekea. Atavaa tu yule. Hana mambo mengi mke wangu, mimi namjua. Hana mambo mengi. Kaka, mimi najua ni changamoto gani tunayoipitia sisi wanaume sasa kwenye kipindi hiki cha kuelekea sikukuu ya Eid. Wanawake zetu wanataka kuvaa vizuri, kupendeza, na uwezo huo sisi hatuna. Lakini kaka, kwenye hiki mjomba umefeli. Hapa unajishushia brandi kubwa sana kwa mke wako. Mimi nikwambie kitu kimoja. Naweza kukuazima 50,000, ni bora ukanunue abaya 50,000, angalau kidogo itakushushia brandi, ila sio sana kuliko hiki kitu. Hiki kitu mwanangu ni msala mjomba. Mimi nimeshona mimi mwenyewe, wakati nashona nacheka moyoni, lakini nahuzunika pia. Hii haifai mjomba. Mimi nikupe hela ukanunue abaya, umpelekee mke wako. Uniazime 50,000 mimi wewe? Shombe la Kiarabu kabisa wewe. Uniazime mimi 50,000. Na wajua vizuri nyie. Mimi najipenda, nimejitunza, na mke wangu pia nampenda. Nyie mnakaa msemo kenu mnasema hivi kwamba mtaka cha kuinama sharti uvunguni. Ndio hivi. Aliyeinama anachukua kitu uvunguni. Inama uchukue cha uvunguni. Lazima uiname, kwani kuna uvunguni kuna nini huko? Kwani uvungu wenyewe unasemaje? Inama ukione cha mtema kuni. Aisee kaka, naona mambo yashakuwa mengi sasa, tunavunjiana heshima. Mimi nilikuwa nakupa ofa tu kwamba nikupe hiyo hela ukanunue abaya ili upunguze ugomvi nyumbani. Lakini kama unaona mimi sijui ni mtu mbaya, unanifikiria vibaya, no problem. Mimi nitakupa mzigo wako, tumalizane, mtaenda kumalizana huko na mke wako. Wewe nipe huo mzigo mimi niondoke bwana. Mke wangu mzungu hawezi kuzingua. Mke wangu. Waifu. Aisee, kipenzi changu. Nakusikia wewe. Nifungulie mlango basi. Unatoka wapi? Mimi natoka studio. Aha, umekuja na abaya, si ndio? Na kuuliza umekuja na abaya? Abaya ubaya ubwela. Haya, utalala nje leo. Nilikwambia usirudi hapa nyumbani bila abaya, usinifanyie ujinga mimi. Wenzangu wote washanunuliwa na abaya. Mimi tu. Janaume linazurula kutwa nzima. Kipindi hiki tunapitia changamoto. Hata 50,000 jamani. Uingie hapa bila abaya. Hii ndio abaya iliyotoka Oman. Mbona kaniki? We Kitundu? Kumekucha. Kitundu? Abe? Hii ndio abaya ulioniletea. Ndio hiyo abaya imekuja jana, nienda kuipokea na nini bandarini. Hii ndio umenializia mimi kutoka Oman, si ndio? Ndio. Wewe si ulisema lina gold kwenye mikono bwana. Hizo gold ziko wapi sasa? Zipo kwa ndani. Wewe hebu vaa, njoo hapa nje nikusifie. Sasa wewe unaangalia tu nguo bado hujaivaa, hujajaribu, unaanza kugomba. Kitundu umeniletea kaniki. Wewe vaa, njoo huku mimi nikusifie mke wangu. Yaani mimi ndio wakusubiri takataka kiasi hiki jamani.
Mambo si hayo tena. Ulimwengu, tazameni mke wangu alivyopendeza kwa abaya New Blend kutoka Oman. Unajua wewe unaniona mimi kama bibi yako eti? Unaniona kama bibi yako vile. Yaani siku zote hizo umenisubirisha, unaniambia kwamba umeniagizia abaya New Blend sijui lina vidani vya dhahabu kutoka Oman, kumbe umeniletea hili kuluvwenye. Hili si kuluvwenye hili. Unaniletea kaniki, mimi nimekuwa mganga wa kienyeji. Nimekuwa mchawi, mimi niende nikawange. Sasa mimi nakwambiaje wewe kipalangoto, ndevu mbili. Nipe talaka yangu niondoke. Mke wangu, mvumilivu hula mbivu. Sitaki kitundu, nipe talaka yangu.